habari za wakati huu. Tunajifunza leo kwa habari ya muda, kanuni ya asili isiyobadilika. Ninapokuwa nasema kanuni ya asili au principle of nature, wengine wanaitem kama sheria maumbile au kanuni ya maumbile. Hii ni kanuni au sheria ambayo imefungwa kwenye kitu kwamba hakiwezi kubadilika kuingia kwenye hali nyingine. Na kama kikibadilika au kikibadilishwa, basi kinaweza kuleta matokeo ambayo sio sahihi ama matokeo ambayo sio kamilifu. Sasa ipo siri kubwa ambayo watu wengi hawafahamu, ni kwamba kila jambo, kila tukio duniani hapa limefungwa na muda. Hata wewe na haraka kiasi gani, hauwezi ukukimbiza muda uende mbele ama kurudisha muda nyuma ukishapita. Kwa hiyo ni muhimu sana uelewe kwa habari ya hii sifa ya muda. Hauongezeki au haupungui. Kitu ambacho kitakuwa kinaongezeka kama kupungua kwenye muda ni matukio ambayo tunakuwa tunayafanya ndani ya muda huu. Mfano, naweza nikaamua badala ya kulala masaa 8 nilale masaa 6. Masaa tabaki yale 24, lakini nimeamua kupunguza muda wangu wa kulala. Kwa hiyo kwenye masaa 24 kama nilala masaa 8, maana yake itakuwa na excess ya masaa 16. Nikipunguza kama masaa 6, itakuwa na masaa ya excess mengine 18. Kwa hiyo ni muhimu sana uelewe jambo hilo hapo, kwamba muda hauongezeki, muda haupungui, uko pale pale. Kinachopungua na kuongezeka ni matukio. Sasa muda kwa nini unaongezeka wala kupungua? Ni kwa sababu unatusaidia kujua majira na nyakati, na ndivyo muumbaji alivyoumba, alipanga muda kwa namna hiyo hapo kusaidia kujua majira na nyakati. Sasa kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1. Sasa ipo siri kubwa sana katika muda. Ili mtoto azaliwe ana muda, azaliwe akiwa ni timamu ana muda. Akizaliwa chini ya hapo, basi tunatarajia atazaliwa mtoto ambaye sio timamu kiafya. Anaweza kuzaliwa mtoto njiti kwa sababu ametoka ndani ya muda ambao sio sahihi. Kwa vile vile, ili kufanikiwa lazima tuzingatie majira na nyakati, yaani muda. Hata wafanya kazi, baadhi ya kazi watu wanalipwa kulingana muda. Kwa swala la muda ni swala muhimu sana. Panda na kuvuna pia tunazingatia majira na nyakati, ambapo pia hilo ni swala la muda. Biblia imesisitiza kwa habari ya muda. Ni muhimu sana kupanga muda. Muda una tabia mbili. Tabia ya kwanza ya muda ni ukishatumika basi hamna namna nyingine ya kurejesha. Siku ikipita imepita, kuna namna ya kufidia wala kurejesha. Lakini changamoto ya pili au tabia ya pili ya muda ni hakuna namna ambayo unaweza kuiongeza siku au kurefusha muda. Haiwezekani. Masaa hapo 24 ni constant. Masaa 24 ya leo, masaa 24 ya kesho, masaa 24 ya kesho kutwa. Basi ndivyo ambavyo Mungu amefanya uumbaji wa muda hivyo. Sasa namna gani tunaweza kukomboa muda ili tuyafanye mambo kwa usahihi yatimie? Unaona mambo mengi hapa duniani hayaendi. Unajaribu kufanya vitu haviendi, sio kwa sababu hauwezi, ni kwa sababu vitu vingi umevifanya nje ya muda. Ukiweza kuvifanya vitu ndani ya muda sahihi, utakuwa na uwanda mpana wa kuweza kuyafikia yale ambayo ni malengo yako na mafanikio yako. Kuna hatari kubwa sana kulifanya jambo kabla ya wakati wake na kulifanya jambo baada ya wakati wake umekwisha kupita. Inabidi jambo ulifanye katikati ya wakati wake. Sasa namna gani tutaweza kubudget muda ili kwamba uweze kutuletea mafanikio? Unatakiwa upange muda wako kwenye maeneo makubwa matatu. Jambo la kwanza, upumzike. Jambo la pili, uzalishe. Jambo la tatu, ujihusishe na jamii. Yaani kupumzika, uzalishaji au maendeleo, alafu jambo la tatu ni jamii. Kwa vyovyote vile, ukiupanga muda wako kwenye maeneo haya matatu, utakuwa una access nzuri sana ya kuweza kufanikiwa kwenye mambo ambayo unakuwa unahitaji. Kwa hiyo jitahidi, epuka kuishi kama bendera kwa kufuata upepo bila kujua na ratiba gani binafsi inaongoza maisha yako. Unamkuta mtu mwingine tu yupo nyumbani akipigiwa simu na rafiki zake, hebu twende sehemu fulani, anaenda moja kwa moja pasipo kujua kwa nini anaenda kule. Akienda kule atapata nini na nini? Jiulize, napoenda huko naenda kuzalisha, naenda kukutana na jamii, au ni sehemu ya kupumzika? Je, ni muda sahihi wa mimi kupumzika kwa wakati huu? Ni muda sahihi wa mimi kuzalisha? Ni muda sahihi kwa mimi kukaa na jamii kwa muda huu hapa? Mtafiti mmoja akasema hivi, ukiona unatumia muda wako kwenye kuzalisha upo chini ya masaa 8, basi kuna hatari kubwa sana ya uzalishaji wako kutokutimia.
kitu ambacho kinatusumbua sana Waafrika wengi. Tunakuwa tuna mambo ya kufanya, lakini hatuyapangii ratiba maalum ya kuweza kuyafanya. Kwa hiyo jitahidi kwenye mambo yako yote ambayo tunayafanya, basi swala la muda ulipangilie vizuri. Watu wengi wanaishi leo lakini hawaiwazi kesho. Hawana mipango ya kuishi muda mrefu. Matokeo yake sasa wanaanza kuishi kwa matukio. Umetokea msiba, hajajipanga, hajajua anaendaje, anaenda kwa sababu tu hana ratiba binafsi ya maisha yake. Kila jambo likitokea tu akilisikia basi analifuata. Kwa sababu gani? Hana sequence fulani ambayo anaifuata yeye kwenye maisha yake ya kufuatilia muda. Kwa hiyo ni muhimu. Jambo la kwanza kabisa, pangilia ratiba yako ya muda. Jambo la pili, andaa mipango ya muda mrefu. Ile mipango ya muda mrefu itakuwa inakulazimisha wewe uache baadhi ya vitu ili ufanye mambo ambayo yatakuletea matokeo chanya kulingana na muda ambao umepanga kwa muda huo. Kwa hiyo jitahidi, panga ratiba, mambo ya muda mrefu yaweke vizuri, naamini mambo yako yataenda vizuri. Kumbuka, kubudget muda haimaanishi kwamba umekuwa mtumwa wa muda huo, lakini unaubudget muda ili ukuletee matokeo fulani chanya. Kumbuka, ukishindwa kupanga na kupangilia muda wako, basi jiandae kuwa mtumwa wa huo muda baadaye. Hii ni Keli Media, naitwa John Richard. Usikose kunifuatilia.